Sauti ya wananchi, kila mmoja na sauti, tusikubali kunyamazishwa. Sauti ya wananchi, mtaa kwa mtaa kuna simulizi nyingi, wengine nimejikuta nimempenda dada yake ya mke wangu, sasa sijui nifanye nini. Jamani, nasemaje? Yani ni mtangazaji wenu mpendwa, msemaji wa wananchi, Amimi Uwi. Kwa upande wangu wa kulia niko pamoja na mtangazaji mwenzangu, naye si mwingine ni Abdullahi. Kwa upande wangu wa kushoto niko na mtangazaji ambaye anajulikana kwenye mitandao ya kijamii, naye si mwingine ni Yankeso ya upendo. Hiki ni kipindi chenu mpendwa, Sauti ya Wananchi. Wewe ni nguvu, sisi ni sauti. Jamani, nasemaje? Yani hiki ni kipindi ambacho na story waliniletea kaka. Anasema eti amejikuta ametokea kumpenda mdogo wake ya mke wake. Sijui kama tena hiki kitu kinapenda kutokea sana. Alafu kikubwa zaidi, nakumbuka alituambia tumtaje jina. Lakini sasa sisi kama Sauti ya Wananchi hatupaswi kabisa, kwa sababu familia inasika bomoka sana yani. Lakini kwa sababu ni vitu vyenyewe vinapendaga kutokea kwa familia nyingi, acha tumkava, kwa sababu hatujui chenye kiko kwenye story. Labda na yeye amejikava kifulani fulani. Abdullah, Ndiyo. Inabidi tuendelee na story, tusikie nasemaje hiyo. Haya bana. Nisho. Huyu hapa anasema, nimejikuta nimempenda dada yake ya mke wangu, sasa sijui nifanye nini. Mimi ni mwanaume mwenye ndoa ya miaka 9 na tuna watoto wawili. Kwa muda mrefu nilikuwa naishi vizuri na mke wangu, lakini kadri miaka ilivyopita mapenzi yakaanza kupoa. Tulianza kuishi kama marafiki kuliko kama mume na mke. Mapenzi yalikuwa yameisha. Mwaka jana dada yake mdogo alikuja kuishi nyumbani kwetu kwa muda ili atafute kazi. Mwanzoni nilimchukulia kama mdogo wangu, lakini kadri ya siku zilivyopita nilianza kujikuta namfikiria kila wakati. Nikaanza kusikia hisia ambazo sizielewi. Yani kama na feel kitu kinaenda kinaondoka. Ndio. Wale matatizo ya kuleta wadogo zenu. Twende nalo. Acha kunitoa urodo. Amesema acha kunitoa urodo nimalize story. Ayo yaniwekee mwishoni huko. Sawa. Au sio? Alikuwa mkarimu, mwenye heshima, na kila mara alionekana kunielewa kuliko hata mkewa. Mahaba yani. Manjonjo yanaanza kunjonjoka. Kuna wakati nimewahi kuwa kwenye matatizo ya kikazi. Siku moja aliniambia maneno ambayo mke wangu angepashwa kunambia. Ila akapuuzia. Mdogo wake njo akayanambia. Basi. Mdogo wake amemwambia nini? Ndio tunataka tujue sana ni kwa. Lakini chenye mimi naona wadogo wanakuwa na wajuaji jamani. Lakini watu nao wanataka wasikie, lakini inabidi yote yoke na nipati tu no. Naweza kafahamu pati tu. Inawezekana. Chenye amemwambiaga. Au tujue kinachoendelea. Inabidi wa subscribe. Kwanza. No, lakini kushare. Jamani, share kwa wingi, msubscribe kwa sababu kwa maana amesema hivi hapa mwisho. Wakati umoja kaniambia eti. Hiyo eti nini? Mazoea na kaka na mume wa dada yako, yani nini?
Si mnataka kujua mdogo mtu kasema nini? Wadogo watu wanaozoeana na wame za watu. Njooni kwenye patitu. Tufate. Yaani wewe akipita una subscribe, una share na comment yako ni ya muhimu, lakini yenye heshima. Iwe yenye heshima jamani. Iwe yenye yani tusisahau na kulike pia kabisa yani. Ili unapiga kaka kengele. Ili mashine kio inarudia unafuata. Ni nguvu ya mabadiliko ipo mikononi mwetu. Ukiona mwenzako anaanguka, msimcheke, mshike mkono. Kesho ni zamu yako, tusimame pamoja, tuvunje ukimya. Sauti moja ikiongea, kesho inaweza kubadilika. Nimempenda dada yake ya mke wangu, sasa sijui nifanye nini jamani. Nimesema mbio rudia nyuma. Mkinizoa mimi nakuwa nishasoma. Yeah. Uwi kwa kumecha wale yake tujuta utamwona. Kwa Kiswahili yani kama nime stop kuongea ndo ukati. Lakini kama ni kumecha Kiswahili wanazoea kama na mechaga. Kama kumecha Kiswahili wanazoea kama na mechaga. Kumecha yani tufanye mara 1000 utamdia mara 10,000. Yani ni mtangazaji wenu mpendwa, msemaji wa wananchi, Amimi Uwi. Kwa upande wa kulia niko pamoja na mtangazaji Abdullahi. Kwa upande wa kushoto niko pamoja na wengine mtangazaji ambaye wengi wanamzoea kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok, naye ni Yangeso ya upendo. Jamani, nasemaje? Hiki ni kipindi ikiongea, kesho inaweza kubadilika. Sauti ya wananchi.